Mustafa ameingia na akawakilisha kawaida, akiingia si uamini. Ile ushi naye tuko naye kwa timu yetu ni defense man. Ambia coach Solo kitu. Hapo Solo, hapo defense naye tuko naye. Boys bado bale mpira yao bado iko chini. Bado naona hao bado wako chini. Bado game yao si ya ligi bado. These guys were so good on their set piece. That goal was beautiful. The first goal was beautiful, free kick was good. Mabao zao zote clean goals. Leo ni weekday. Sasa watu wengi wako job ndio maana hajafika, lakini sisi lazima tungewakilisha timu yetu, unaona? Sisi ni naibu siku zote. Nairobi United itachukua, lakini inaweza kaa venye inaweza kaa. Munga tunakuamini. Kuna bao hapa. Si hao ni vijana Nairobi. Franco. Nairobi United anacheza, anapiga sare dhidi ya Kakamega Homeboys. Muonaje game kwanza? Wange ukweli leo game nayo imekuwa sawa. Sipokuwa tu matatizo moja mbili pale, lakini wamejituma, vijana wako sawa. Tukiwapiga motisha sisi kama mafans, game iko sawa. Overall game iko sawa. Ukiangalia game yenye ya Premier League, Nairobi United alicheza na Shabana. Akapiga Shabana. Akatupia Shabana kwa dirisha. Umeona game ya leo? Difference umefeel imekuwa wapi? Uchovu. Mimi naweza sema uchovu tu ndio imewaweza. Uchovu ndio imekuwa shida. Uchovu ndio imewaweza. Juu alafu ukiangalia kuna maplayers wametoka injuries kama captain mali. Hapo hiyo injury yake naona inamsumbua. The last 10 games za Nairobi United, Nairobi United imepigwa game 2. The last 10 kadhaa. Imepigwa game 2. Leo amecheza Mozambique. Una feel form yake in the last 10 games imemwaffect, manake in the last 10 games baada ya kupigwa 2 amepiga sare 3. Kwa hizo games zote 10 na leo amecheza, umefeel form yake imekuwa temporary ama imekuwa consistent? Imekuwa ina yumba. Ile issue naye tuko naye kwa timu yetu ni defense man. Ambia coach Solo kitu. Hapo Solo, hapo defense naye tuko na issue. Hapo sana hapo kwa kapis juu tampangaji. Ndio naye oti naye anatuangusha. Sasa nataka kwa niaba mashabiki zaidi ya milioni 1 wa Nairobi United ambao wanatazama. Sema kitu kwa niaba yao. Mafans ningeomba tu tujitokeze siku za mechi. Naona tukiwa na program yenye tunaweza fuatilia si wote siku ya game kama leo. Umeona tumejitokeza waseni kadhaa, but bando namba inaweza grow. Tunaweza mafans. Tunaweza tafuta kwa free entry. Na tano haijakuwa vile ukua, because ukiangalia games za Nairobi United wakati zinalipwa, mimi nimeona tano ya Nairobi United ukua, hata kuna watu wengi sana sijaona hapa. Ni una feel imekuwa shida ya mafans leo haja kama na game ni free. Wase wengi na hata hawakuwa wanajua game na iko leo. Hiyo naye tuambiane tu kweli. Unajua hizi ni zile games ziliposti oponiwa, ndio maana zazi na fix huko katikati. Wase wengi sasa hawakuwa wanajua kuna game inaendelea. Nairobi United ndiye anatetea, ndio bingwa mtetezi wa hiki kikombe. Amecheza leo na bingwa wa mwaka wa 2021 2021 Kakamega walibeba. Umemwona vile amecheza, amemaliza mechi. Unahisi hiki kikombe bado iko ama mambo inaweza kaa vile ilikaa? Bado tuko mguu mmoja ndani. Hii ni draw. Hapa unaona kwa game especially hizi cup games. Hapo na unajua ni ujitume ama ujitume. Hapa dawisi utaenda nyumbani. Unaelewa? Sasa hizi sasa motisha kwa maplayers, jamani tujitume man. Hii kikombe ni sisi tuko nayo, tusiachilie iende. Tuko nayo nyumbani, ibakie tu nyumbani. Asante sana Franco. Kiongozi? Sema Jibda. Game umeona, si ndio? Game moto. Umeonaje game? Game hatari. Sema ikutoke. Uchovu kidogo na injury ya maplayer kadhaa. Tungeomba maplayer wetu wapigwe zoezi ya kutosha. Wale wenye wako na injury washughulikiwe. Wasicheze game na injuries. Hiyo ndio inatublanda pia. Juu akiwa pale tunaona player na hema, then ile sub wanapea ule mwenye at least ako active, wanaacha ule amelemewa. Ndio hiyo tu. Hapo kidogo inatuangusha. Player mgani umefeel leo umemuona Kafila amecheza poa, amekubamba mbaya sana? Player amecheza leo poa. Mustafa ameingia na akawakilisha kawaida, akiingia si uamini. Obvious huwa ni sure bet. Bao ndani. Zile zake shot moja kama na ingine tungepea motisha wafuate mwelekezo wa Kiza. Usikae na mpira sana. Kama imekulemea pia mwenzako. Nani una feel leo hajacheza, angecheza game ingekuwa better? Leo captain ametuangusha kidogo.
lakini tunaelewa kuna injury pia. Nairobi United iko na kikosi iko na watu wengi sana. Na kuna watu wako na injuries, kuna watu wamekaa nje bila kurudi. Kuna feel kama injuries hazingekuwa Nairobi United kiligi, angekuwa pale yako ama angekuwa juu kidogo. Atungekuwa juu kidogo. Ovela kwanza angekuwa tuna miss. Angewakilisha mambo yake leo, si mnaelewa? Kwa mashabiki wa Nairobi United ambao wanapanga kuja mechi jao na hawajakuja leo. Upo ndani ya Big Sport, ongea wakusikie. Si tunaomba mjitokeze kwa wingi. Siku kaya leo tulikuwa tuna expect wakuje kwa wingi. Game imekuwa free. Msikujange ile time game inalipishwa mnajazane nje ya gate na kwa itilafu kidogo. Siku kama ya leo tunajaza uwanja mbwembwe Nairobi ndani. Tunaongoza. Siku zote Nairobi mbele. Timu zingine ziko na anthems. Nairobi United mko na anthem kweli? Tunatengeneza. Tunaweza tuambia pale mmefika. Unajua mtazamaji wa Big Sport, ni mashabiki wa timu ambayo ni mabingwa watetezi wa hiki kikombe cha Mozart Cup, inaitwa Nairobi United. Ndio mabingwa watetezi. Mashabiki wao wakizungumza wanasema wana furaha, wana mbwembwe, wana mahanjam. Watu wa Nairobi waambiwa aje? Sisi kama watu wa Nduruma Road, hii branch yetu ni ya Nduruma Road. Naitwa Nduruma Road. Ala, hii branch yetu sisi tunajituma anga daily. Sasa nasema hizo mabranch zingine si hatujitume tu. Yaani mafans tujitokeze tupee ma players motisha. Hivyo tu. Boys to the world. Tupigwe tusipigwe, Nairobi United siku zote itaongoza. Wanasema timu ni moja na ni Nairobi United. Metropolitan kama wanavyosema wenyewe. Ndani ya Big Sport Africa. Nani? Ndani ya Big Sport Africa, mtazamaji, ni mashabiki wa timu ya Nairobi. Kiongozi, Nairobi United amecheza, umeona vile amecheza, amepiga sare. Wewe umeona je game? Mimi ni Nairobi United, lakini Homeboys wamecheza mzuri. Lakini kitu yenye tutasema hadi huko kwao tutafika ndo tuweze kusupport hiyo Nairobi United. Nairobi United ndio defending champion wa hiki kikombe. Tunavyozungumza sasa hivi. Amecheza na bingwa wa mwaka 2021 2021, manake Kakamega Homeboys pia alibeba. Una feel Nairobi United inaweza rudisha kitu nyumbani ama vile umeona? Manake kuna mabingwa kama Gor Mahia walitolewa, FC Leopards alipigwa katolewa. Unahisi Nairobi United atachukua tena ama mambo inaweza kaa vile inakaa? Nairobi United itachukua, lakini inaweza kaa venye inaweza kaa. Kwa mashabiki kwa Nairobi United ambao hawajakuja, waambie kitu. Juu game leo imekuwa free. Wacha ni kwanza kusema hivi. Tulikuwa tumekuja hapa kusupport kijana wetu wa nyumbani ambao hajaekwa, anaitwa Gideon Tieno Toto. Ala, Gidi. Lakini wakikuja vibaya tutaenda nayo. Kama fans ambao hawajakuja game. Leo imekuwa free, hawajakuja game. Wale hawajakuja game. Kilipio wanakuja wengi. Leo imekuwa free, hawajakaa game. Waambie kitu. Hii game imetabia watu. Ongelesha pia. Unaona hii game pia imekuwa watu wako job. Unaona leo ni weekday. Sasa watu wengi wako job ndio maana hajafika, lakini sisi lazima tungewakilisha timu yetu, unaona? Sisi ni Naiboys siku zote. Siku zombo. Timu ni moja. Hadi Sakaja Penyako kituona, cheze tu na rada. Hivyo. Shabiki kwa Nairobi United wanasema ni Nairobi United, timu ni moja siku zote tena siku zombo. Kama shabiki wa Nairobi United na support ya kwamba tunataka hii cup irudi kwa home kaa siku zote na tabaki hapo na mshikilia hapo, tuko nyuma yenu kabisa, si kama mashabiki ya Nairobi United siku zote kama leo najua tumepiga sare, najua hiyo game nyingine ni win siku zote. Wakieka Toto kijana wetu hatujemuona, lakini next game najua kochare wekeo kijana anze game na utaona mabadiliko yezi kosa kabisa. Mimi nikimalizia nasema game ijakuwa mbaya, lakini ingawaji wajaweka kijana wetu wa mtaa Toto, lakini kikombe ataki iende mbali, atiende wapi? Watacha kikombe baki hapa tu mtaa. Tunasema Nairobi siku zote
siku zote. Zombo, Nine Boys, Mwegze. Mtazamaji, wanasema Nairobi siku zote, Nairobi siku zombe, na timu ni moja na timu ni Nairobi United. Siandiki na mate wameandika na wino. Hadi wakati mwingine tena, mganga wa soka ndani ya Big Sport Africa, uwanjani Kasarani. Kiongozi, Kakamega Homeboyz anacheza na Nairobi United, defending champion. Umeona mechi? Umeonaje mechi? Mechi imekuwa nzuri, tumepoteza chances mingi sana. Kwa sababu sasa attacking yetu maplayer wengi hawajamakinika. Tumepata chances first half, tulikuwa tushinde. We had 3 clear chances first half. Zenye tunge kill that game 3-0 first half. But makosa ilifanyika. We got 1 point. After all, Nairobi wameishi kutulemea. Wametuchapa Mozartbet last season, wametupega this season first leg. So wameishi kutupiga. So as far as I'm concerned, at least I'm okay. Ukiangalia mechi iliyopita ya ligi, Kakamega Homeboyz alipata ushindi. Leo hii amecheza, amepiga sare. Difference ya mechi ya ligi na leo, manake mtu ambaye umecheza naye leo anacheza kwenye ligi, umeona ni gani? Kwenye ligi kila game huwa kuna opponents tofauti, approach ni tofauti. Approach ya hiyo game ya weekend ya Mathare na approach yetu kuzidishia, last weekend tulikuwa nyumbani na Mathare. Mathare walitupiga first leg hapa tu, wakatupiga 2-0. Pia tulikuwa na chances na tukaziuza nyingi. Lakini sasa kwa leo tumekuwa away. Tukiwa home, any team ikiwa home lazima inajituma. The way pia Nine Boys walikuwa hapa, wakapiga Shabana last week, home advantage, na game ikichezwa, approach ni tofauti kwa kila game. Bao zote mbili leo umefungwa, imekuwa ni comeback. Unahisi kwamba labda kimbinu ama team mentally imekuwa na issue ama kumekuwaje? Kumekuwa na lapses especially kwa defense. Alafu these guys were so good on their set piece. That goal was beautiful. The first goal was beautiful, free kick was good. Mabao zao zote clean goals. The only problem we had, we did not use our chances wisely. Tulikuwa na Majak hapo, Majak tulikuwa na huyu mwingine alipatiwa cross, anaitwa nani huyu? Alibaki na keeper. Tumeuza chances zetu. Roger Souma alibaki na keeper, hatuku utilize. First half it was a clean win. But when we don't utilize our chances, hata karibu to lose. Because at the far end ilifika mahali pia the last few minutes wametukimbiza. Kwa mashabiki wa Kakamega Homeboyz ambao hawajakuja na mechi imekuwa bure, unalipi la kuambia? Mechi nyingi, naambia hata siambii mashabiki, naambia pia organization, mechi nyingi ambazo zinawekwa midweek ni ngumu sana kupata mafans. Ikuwe ni Kakamega Homeboyz au wale wa Nairobi United, wale wa huwa wanalipwa na kupatiwa t-shirts zao za free, hawezi kuja kwa sababu pia kwa kazi. Kazi ya Sakaja huwezi uacha saa 8 saa 9 ndio ukuje. So kazi lazima ifanyike ndio tukuje. Sisi ambao tuna kazi za kuhepa tunaweza kuja, lakini kazi zingine ambazo ni ngumu kutoroka, ni ngumu sana kuattend game ya midweek, especially Wednesday. Sawa. So sisi wenye tuko jobless tunapata nafasi ya kukuja huku. Lakini wenye hawako na kazi za Sakaja hizo, kazi za kusafisha mtaani, ni vigumu sana kukuja game kama hii kwa sababu ya wiki, ya katikati ya wiki. Na tungeomba kwamba wanaopanga ligi mechi mingi ziwekwe weekend. Lakini kila wakati mara Tuesday, mara Wednesday, mara Thursday, hizo game kwa attendance ni poor. But mafans wa Kakamega Homeboyz wako in Nairobi, wakisema wakuje wote, hata FC Leopards watashangaa. Hapo kwa FC Leopards. Ligi yetu ipo inarejea hivi karibuni. Kakamega Homeboyz mechi yake anacheza na nani? Mechi inakuja Kakamega Homeboyz. Tunacheza kwanza na Mozart, alafu tunaenda Shabana away. Mnaenda Shabana away. Yes. Nataka utupe matokeo na uambie watu wa Shabana kitu kimoja tu. Shabana ni kama kawaida, kiwanja kikiwa sawa, mvua isiponyesha, hiyo ni win. Lakini wakikuja na mvua na matope, wamezoea kucheza matopeni. Sasa sisi vile wamezoea kucheza matopeni, itabidi tutafute boots za kucheza kwa matope. Lakini kama mvua hakuna, mpira ukue kama huu, kiwanja kizuri, tutashinda. Lakini FC Leopards, Gor Mahia, Buhungu ni kichinjio. Kichinjio hawatatoa pointi. Labda watupige vita ya kurusha mawe na mambo mengine, lakini vita ya mpira hawawezi. Mtazamaji, ni shabiki wa Kakamega Homeboyz. Sipo peke yake, yupo naye mwanadada ambaye pia anaitambua Kakamega Homeboyz. Kakamega Homeboyz amecheza. Mmepiga draw. Na mimi nimeona game. Kuna watu wanasema mmecheza hopahuche football, mpira ya kupiga huko na huko. Wewe umeonaje game? Naweza sema wamejaribu sana. Though kumekuwa na, I think ni kutojiamini kidogo tu and not shooting like yeah. But wakiwa determined, they can do better than that. Kwa hii kikombe Kakamega Homeboyz amekishinda, nafikiri ni mwaka wa 2021. Nairobi United ndio bingwa mtetezi.
unahisi kwamba Nairobi United ana uwezo wa kurudisha kombe ama Kakamega Homeboys yako itafanya hivyo? Of course ni Kakamega Homeboys, why not? This round ni sisi tunabeba. Naiboys maybe wabebe mikono juu. Sisi kikombe ni chetu and we are for it. Swali ambalo nimekuuliza niliuliza mashabiki wa Gor Mahia na AFC Leopards. Walizungumza vile unazungumza hivi. Sasa hivi nikiwauliza wanashindwa kulijibu. Hiki kikombe una uhakika utakichukua? Tuko very determined. This year ni yetu. Sisi si kama Arsenal. Next season, this season we promise it's ours. Yeah. Kama mashabiki wa Kakamega ambao hawaja kuja. Waambie tu kitu moja, especially warembo kama wewe. Mimi naweza waambia you're missing a lot. Though hii games za katikati kidogo inatufinya sana. Wakieka at least on the weekend tuko sawa kabisa. Na wakaribisha sana. Tunapenda timu yetu sana. Wasichana wenzetu na wakaribisha kabisa. Yeah. Mshabiki mwingine wa Kakamega Homeboys anasema timu ni moja na timu Kakamega Homeboys. Abana Bengo. Kiongozi? Yeah. Kakamega Homeboys anacheza, umekuja kushuhudia Kakamega Homeboys. Kwanza utanieleza ni shabiki kwa timu gani na umeona aje mechi ya Kakamega Homeboys na Nairobi United? Mimi kwa majina kwanza ni Sultani Yusufu hapa, mzee mnyama. Mimi nimekuja kushuhudia hii game ya Kakamega na Naiboys, lakini mwenyewe ni shabiki wa Chingwe ya AFC Leopards. Sasa venye mimi nimeangalia hii mechi itakuwa mbaya vile. Mechi ilikuwa katikati vile tulikuwa tunatarajia, nilikuwa najua hawa ni vijana wale patikati watagongana kidogo, lakini mwisho itakuja washikane koo. Kimpira umeona aje vile timu mbili zimekuwa zicheza? Manake kuna watu wanasema kuna mpira imechezwa hapa inaitwa Hupa Huchie. Wewe umeona aje kimbinu timu zote mbili? Kimbinu nimeona kijana Kakamega tayari wamejaribu kuweka mpira kini kidogo. At least wamejaribu kidogo. Naiboys bado bale mpira yao bado iko chini. Bado naona hao bado wako chini. Bado game yao si ya ligi bado hawajafika KPL bado wale. Kakamega Homeboys amekuja katika mechi hii baada ya kushinda weekendi na atakapomaliza Mozart atakuwa anacheza na Shabana. Katika mechi 10 zilizopita za Kakamega Homeboys amepoteza mechi 2 na amepoteza mechi 1, amepata sare 3. Unalipi la kusema kuhusiana na Kakamega Homeboys? Kakamega Homeboys wako na timu nzuri. Ile mechi yao kati yao na Shabana wala wajielewi. Kwa sasa Shabana wajielewi kabisa. Hata ukiangalia mpira yao ni ile ya kupiga twende. Ile ondosha twende. Hawana mpira. Mimi naona Kakamega watawalaza pale. Leo hii coach Solo amecheza, umeona vile Nairobi United amekuwa akicheza. Nairobi United amecheza na Kakamega Homeboys vile vile. Ukiangalia mabao yote ya Nairobi United yamekuwa comebacks. Unahisi kwamba Kakamega Homeboys kidogo amekuwa na lapses ama hali imekuwa vipi? Kitu moja naweza sema upande wa Kakamega Homeboys walikosa ile kitu inaitwa game management. Unajua ukiwa kwa uongozi kuna ile inaitwa game management. Unaona? You don't give your opponent chances zile kidogo. Unajua wale walipatia Naiboys zile half chance. Na Naiboys wakaipatia kama ile foul karibu nje 18. Hiyo sasa ikasababisha wakapata ile bao ya kusawazisha. Kwa hiyo katika mpira nasema ile kinaitwa game management hawakuwa nayo. Hizo fouls nje 18 unafaa uavoid kama unaongoza timu na avoid unnecessary fouls. Wewe kama shabiki wa Chingwe, una mechi ya ligi ambayo itakuja na Kakamega hapo mbeleni, waambie kitu wakusikie bwana. Mimi Kakamega Homeboys nawaambia hivi. Walikuja mjini wakanigwara. Ni vile unasemanga jogoo mashambani wiki mjini, walikuja wakanigwara. Sasa ni Simba aliyegwarwa sasa. Unajua usikanyaga mkira chui, unaambia usikanyaga mkira chui kama melala. Atatoa makucha. Sasa nakwambia tunaingia Homeboys kule tumetoa unajua sisi tulikuwa tunaangalia kama watoto wetu wadogo, kwa sababu huyu mdogo wetu, lakini sasa walikuja wametoa wakakuja gwara chui. Sasa naingia pale kwa tumetoa makucha yetu hivi. Mtazamaji, ni shabiki wa AFC Leopards ambaye amekuja kutazama Kakamega Homeboys akicheza dhidi ya Nairobi United. Ninaye kiongozi mmoja hapa. Kiongozi, Kakamega Homeboys amecheza, hamjashinda. Unajua mmeongea kabla mpira ianze sana. Mtu akafikiria labda mmeshinda, hamjashinda. Umeonaje game? Game imekuwa fiti but chances zetu hajatumia chances. Tungetumia chances first half tungewapiga at least 4-0 first half. Then kitu ya pili ni ile tu fatigue. Vijana amechoka. Hii game hata tulikuwa tunajua tutacheza leo. Juu ilikuwa imesemekana juu itachezwa Ulinzi Complex, ikapelekwa sijui wapi, tena ikaduka Kasa. Unaona? Sasa hatakuwa sure game itachezwa wapi. Kuna mashabiki wanasema Kakamega Homeboys ikitoka tu Kakamega na ipite Nakuru, timu inabaki Kakamega, ikija Nairobi ni vijana ambao wamekuja kucheza. Wewe kama shabiki wa Kakamega Homeboys ambaye upo mjini, unalipi la kusema kuhusiana na hilo? Wala kusema wacha watasema tu, but sisi tunajua Homeboys ni moja. Hakuna Homeboys nyingine. Homeboys ni moja. Hakuna Homeboys nyingine ile ya kusema sijui kutoka sijui na tactically unafeel Kakamega Homeboys leo amechezaje tactically?
Although wamecheza poa but chances tu zetu ndio tungetulia chances zetu first half vizuri zile kama 4 goals to 3. Kwa hiyo game tungemaliza first half. First half peke yake ingekuwa imeisha game. Second half to enjoy game. Tupige tu game yetu tu enjoy. Tuwe tu kwa game. Mtazamaji, ni mashabiki wa Kakamega Homeboys wanaandika na mate, hawataki kuandika na wino. Wamecheza, wamepiga sare ya magoli 2-2 na Nairobi United, bingwa mtetezi wa kombe hili. Kumbuka Kakamega Homeboys ameshinda kikombe hiki mwaka 2021. Swali langu ni je, watawezana na watu kama vile Bibi Bread kutoka Kasarani? Hii ni Big Sport Africa, hadi wakati mwingine tena. Mimi ni mganga wa soka Shabash.